Habari, leo tutakwenda kuanza na video ya kwanza katika series za video zetu ambazo tutakuwa tunazitoa, ambapo leo tutazungumzia kwa nini hasa watu wengi hawana pesa. Kwa nini watu wengi hawana pesa? Ni miongoni mwa video ambazo tutakuwa tukizitoa kuanzia leo, na hii hapa ni video ya kwanza ambapo tutakwenda kufundisha watu kuanzia sababu zinazowafanya watu wakose pesa, namna gani wafanye, namna gani ya kuanza, namna gani wapate mtaji. Kwa video ya leo tutakwenda kuanza ni kwa nini watu wengi hawana pesa. Kitu cha kwanza ambacho natakiwa ujue kwamba wanafunzi wengi au watu wengi sana mtaani wanakumbana na changamoto moja. Wanapokuwa wanataka kuanzisha biashara, wanashindwa ni namna gani wanaweza wakaanza kufanya biashara, au ni namna gani wanaweza wakaingia katika mifumo ya biashara ikiwa mkononi hawana chochote. Lakini kuna sababu mbalimbali ambazo zinapelekea watu wengi kukosa pesa. Nitakwenda kutajia sababu 5 na baadaye nitakwenda kukuelekeza, mwishoni mwa video nitakwenda kuelekeza pia baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikakutoa wewe kutoka katika hiyo hali ya kutokuwa na pesa. Sababu ya kwanza ni kutegemea chanzo kimoja cha pesa. Hii hasa kwa wanafunzi ambao wako chuoni wanasoma, wengi wanakuwa wana mawazo kwamba wao hawawezi kutengeneza pesa wakiwa chuo. Sawa, kuna baadhi ya wanafunzi ambao wamejaliwa kwamba wanatokea familia ambazo zinajiweza, lakini kuna baadhi yao ambao hata wazazi wao hawawezi wakasupport, wao wanategemea mikopo tu ile, ambao mwisho wa siku hela inapomuishia anakuwa anapata changamoto sana kuweza kukidhi mahitaji yake. Kwa changamoto kubwa anayoipata ya kukosa pesa ni kwa sababu anategemea chanzo kimoja cha mikopo cha kupata pesa. Na ukija kwa upande wa mtaani hivyo hivyo, baadhi ya watu wengi sana wanakosa pesa ni kwa sababu wanategemea biashara moja. Aidha anafanya biashara ambayo ile biashara inaisha kumpatia pesa ya kula tu, na kwa sababu ya mentality yake ilivyo na mawazo yake yalivyo, yeye anakuwa hawezi akafikiria zaidi ile biashara yake. Kwa mwisho wa siku anabaki na kuwa na kipato kile kile muda wote. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza ambayo inafanya watu wengi sana kutokuwa na pesa, ni kutegemea chanzo kimoja cha pesa. Na sababu ya pili ambayo inasababisha watu wengi hawana pesa ni kutokuwa na elimu ya kifedha, financial literacy. Watu wengi sana wanajua kutafuta pesa, lakini shida inapokuja ni namna gani atapanga matumizi ya pesa yake. Anashindwa kutofautisha ni vitu gani ni vya ulazima kununua na vitu gani sio vya ulazima. Yani katika maisha kuna needs and wants. Needs ni vile vitu ambavyo ni lazima uwe navyo, chakula ni lazima ule. Alafu na wants ni labda unataka kununua saa ya gharama, vile ni vitu ambavyo havina ulazima sana. Kwa akishakuwa na pesa anashindwa kutofautisha, anakuwa anatumia pesa bila kupanga matumizi kwa usahihi. Na tutazidi kuelekezana kadri tunavyosonga mbele, ila hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo inawakumba sana watu. Wanashindwa kupanga matumizi yao kwa sababu hawana elimu ya fedha. Kwa sababu ukija kuangalia katika wanachuo, kwa upande wa wanachuo, wengi wao baada ya kupata zile pesa aidha za mzazi au za mkopo, unaweza kukuta baada ya wiki 3 au baada ya mwezi mmoja hana pesa yote. Kwa upande wa mtaani hivyo hivyo, mtu amebahatika ampata kazi, amefanya, lakini mwisho wa siku anatumia pesa almost ndani ya siku chache sana, anaanza kulalamika kwamba hana pesa za kutumia. Na hiyo yote ni kwa sababu ya nini? Ya kushindwa kupanga matumizi yake vizuri mara tu anapopata pesa. Na ukishajua kupanga matumizi, ukishajua kutafuta pesa, lazima uchumi wako utakuwa, kwa sababu hela itakuwa ina accumulate kwako. Kwa pesa unayoipata haiwezi kuamua kwamba wewe utakuwa tajiri au utakuwa na hela kiasi gani, bali ni namna ambavyo utakwenda kuzitumia zile pesa zako. Na sababu nyingine, sababu ya 3 ambayo inafanya watu wengi sana wawe hawana pesa ni hofu ya kuanza. Mtu ukienda kuangalia watu mtaani wana mawazo mazuri sana ya biashara. Unakuta mtu ana mawazo unasema yes, hapa naweza nikaanza nayo. Unakuta mtu mwanafunzi yuko chuo ana mawazo ambayo ukifikiria kweli ni mawazo ambayo kweli ni mawazo mazuri sana ya biashara, lakini je, ni namna gani anakwenda kuanza ile biashara? Ndio changamoto kubwa. Anakuwa na hofu ya kuanza. Ana pesa mkononi lakini anahofia, je, nitaanza vipi kufanya biashara? Je, vipi kama ile pesa nikaingiza kwenye biashara afu na ikapotea? Ukishakuwa na mawazo kama hayo ni ngumu sana kuanza biashara. Biashara lazima ufanye maamuzi, lazima utake risk ili uweze kupata nini? Return.
Na watu wengi sana wanashindwa kwenye kuanza. Anaweza kana amepanga hadi bajeti kapanga kama nitafanya hivi na hivi, lakini kwenye kuanza sasa kufanya kile kitu inakuja changamoto. Kwa mwisho wa siku anakuwa na changamoto ya nini? Ya kutokuwa na pesa, kwa sababu zile pesa alizokuwa nazo mwisho wa siku anatumia na zinaisha. Kwa anakuja kupata changamoto ya nini? Ya kukosa pesa mkononi. Na sababu ya 4 ambayo inasababisha watu wengi wanakosa pesa ni matumizi mabaya ya muda. Matumizi mabaya ya muda. Watu wengi sana wamekuwa wakitumia muda wao kwenye mitandao ya kijamii bila kuingiza faida yoyote. Wana scroll bila kuingiza faida yoyote. Wanatumia muda kwenye starehe, maybe katika maeneo yale ambayo ni ya starehe. Kwa muda anashindwa kutumia kama ipasavyo. Wakati huo wale marafiki zake ambao wana malengo, wanafanya vitu ambavyo wanajua vitawasaidia baadaye, wako wanajifunza biashara za sehemu fulani, wanajifunza namna ya kuuza bidhaa zao, wanajifunza namna ya kukuza ujuzi wao fulani ambao utawasaidia baadaye. Yeye muda huo yuko anatumia kwenye sehemu za starehe, anatumia kuzunguka kwa marafiki ambao hawana faida. Kuna baadhi ya marafiki tunasema waga hawana faida kwenye maisha. Sasa wale ni miongoni mwa watu ambao wanaweza sana kukupotezea muda wako kama utakuwa makini. Na sababu ya 5 ni kuishi bila malengo ya kifedha. Yaani unakuta mtu ambaye anaishi bila kuwa na malengo ya kifedha, kwamba nikipata pesa zangu nataka nifanye kitu gani, natafuta pesa ili nifanye kitu gani, na kwamba kwa mwezi nahitaji niingize kiasi gani na namna gani nitafanya mpaka nipate zile pesa. Ukimuuliza mtu kwamba wewe unataka kupata kiasi gani kwa mwezi, haelewi. Na kama atakutajia basi hiyo pesa unataka kuipata kupitia njia gani, hajui njia ambayo anataka kupata hiyo pesa. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana watu kuwa na pesa mkononi. Sasa nitakwenda kuelezea kwa ufupi kwamba ni nini kifanyike ili mtu aanze kuondokana na hiyo hali. Kwanza, wewe unaweza kuwa ni mtu ambaye umeamka asubuhi hauna hata senti mkononi. Asubuhi umeamka hauna hata senti mkononi, una wazo la biashara. Aidha unawaza mimi nifanye biashara fulani. Aidha mimi nataka nianze kufanya biashara fulani ambayo itanipatia pesa ili nianzishe biashara yangu. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kujua kwamba ili upate pesa mkononi ni lazima uwe na service au product ambayo unaiuza. Yaani ili pesa iingie kwako lazima kuna product uiuze. Kuna service uitoe, huduma fulani utoe ambayo ile huduma itakusaidia wewe kujipatia kipato. Hasa ni huduma gani ambayo utauza? Kwa mara ya kwanza unapokuwa una pesa, mtaji ambao unakuwa nao kichwani ni skills, labda una ujuzi fulani ambao unao kichwani, au ni moyo wa kujitolea wako na nguvu zako za kujitoa ndio zinaweza kufanya wewe uanze kuingiza pesa. Sasa katika video inayofuata nitaelekeza ni vitu gani ambavyo unaweza kufanya kama hauna hela yoyote mkononi na unataka kuanza biashara. Yaani hauna hela yoyote mkononi na unataka kuanza biashara. Yaani umeamka asubuhi hauna hata shilingi moja na unataka ndani ya wiki moja nianze biashara. Nitakwenda kuelekeza katika video inayofuata kwamba ni vitu gani unaweza kufanya na vitu gani unatakiwa uzingatie. Asanteni sana. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kupata video zinazofuata. Karibuni.